Twinsanga kuno kubahesia inyanga rero mera kangwe nandibwa Bishop Jacob Benga makanisa kefe kalamu be CMI njoba nikolera rikuwa iriyobolla injili ikaluhasia eyonia inunula ikingula orulasi yahuge ngabundu mumonichana sai banoni ngala TV no ya Western Nyota buri Jumapili ichuri ohula saa 12 endomo musichuri ohula saa 1 uribirra okulingana ku television ino ichakunanda amana nawe na sana kubeze chihabi nori mulwaye manyambwe naona nori ebichungu binafundika byose irire Yesu na amani kanyala bwesimu webare na saya kubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu mtazamaji kwa fursa ambayo Mungu ametupatia siku ya leo tuweze kukutana katika runinga hii ya Western Nyota Television. Majina yangu naitwa Bishop Jacob na natoka katika kanisa linaloitwa Call Ministries International. Tuko na makanisa Nairobi na katika maeneo tofauti katika taifa la Kenya na tunahubiri injili ya Yesu Kristo. Kipenda kutupata, tuko na kanisa katika eneo la Kasarani, nyuma tu ya Kasarani pale kuna mtaa unaoitwa Gomongo, tuko na kanisa letu pale. Nitakupatia nambari yangu ya simu mapema uweze kuwa nayo ili kwamba ukihitaji maombi ama mwelekeo wa namna yoyote unaweza kuwasiliana nami. Chukua nambari ya simu 0720695136 0720695136. Leo ningependa kuzungumza nawe kuhusu wema wa Yesu. Wema wa Yesu. Yesu Kristo anatupenda na anakupenda sana mtazamaji wangu hivi kwamba yuko tayari kubeba changamoto ulizonazo katika maisha. Tutaangalia mistari kadhaa katika maandiko. Kwanza tutaanza na Mathayo mlango wa 9 mstari wa 28 na 29. Mathayo mlango wa 9 mstari wa 28 na 29. Tusome mstari wa 28. Maandiko yanasema, na hata alipokuja katika nyumba palikuwa na vipofu wawili ambao walimjia, na Yesu akawauliza, je, mnaamini kwamba ninaweza kulitenda jambo hili? Na wakamjibu, naam Bwana. Mstari wa 29. Naye akaguza macho yao akawaambia, sawasawa na jinsi ambavyo mmeamini, wacha iwatendekee. Na tuombe. Baba Mungu, kwa jina la Yesu nakushukuru kwa mtazamaji wangu, na muombea, naomba kibali na baraka na neema, mguze maisha yake, mbariki kwa jina la Yesu tuomba. Amina. Ningependa kuleta neno la uponyaji asubuhi ya leo. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu alipokuwa anatembea alikutana na vipofu wawili. Na wale vipofu wakamlilia, wakaliita jina lake. Wakamwambia, Bwana, uturehemu. Na alipokuwa akiingia katika nyumba, maandiko yanasema kwamba Yesu aliwauliza, je, mnaamini ninaweza kulitenda jambo hili? Wale vipofu wakamjibu, naam Bwana, sisi tunaamini. Naye Kristo akawajibu akasema, sawasawa na jinsi ambavyo mumeamini, kulingana na jinsi ambavyo mumeamini, wacha iwatendekee. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kufundisha kuhusu umeamini namna gani. Haleluya. You see, ama unaona mtazamaji, jina la Yesu lina nguvu ya kufanya mambo mengi. Jina la Yesu linaweza kuponya magonjwa ya kila aina. Na sisi kama watumishi wa Mungu, tumeona jina la Yesu likitenda mambo makubwa. Tumeona wenye saratani wakipona. Tumeona watu walikuwa na magonjwa ambayo daktari hangeweza kuyatibu wakipona. Tumeona hata viwete. Juzi nimekuwa katika taifa la Uganda kama majuma matatu yaliyopita. Pale palikuja kijana ambaye alikuwa anatembea na mikongojo miwili, na tukamwombea kwa jina la Yesu na akapona. Kwa kweli jina la Yesu linaweza kabisa kutatua kila tatizo. Ndilo jina lenye nguvu zote. Linaweza kuondoa shida ambayo uko nayo. Linaweza kukuponya. Linaweza kubadilisha hatima ya maisha yako. Lakini swali ni, je, wewe unaamini kwa namna gani? Hapa Yesu aliwauliza wale vipofu, mnaamini ninaweza? Na ni kweli Yesu anaweza.
Nao wakamjibu kwamba Bwana, tunaamini. Haleluya. Na Yesu akamwambia kwamba kulingana na vile ambavyo mmeamini, wacha iwatendekee. Katika maandiko kuna watu wengi walipata miujiza kutoka kwa Yesu wakiamini imani moja ya kuamini katika Yesu, lakini kwa njia tofauti. Kuna mama mmoja, kitabu cha Marko mlango wa 5, maandiko yanatuambia hadithi zake ya kwamba yule mama, kitabu cha Marko mlango wa 5, maandiko yanasema ya kwamba na yeye pia alisikia habari za Kristo. Ningependa tuangalie ile andiko kidogo, mtazamaji wangu. Marko mlango ni wa 5. Maandiko yanasema ya kwamba palikuwa na mama mmoja ambaye alikuwa ametatizika na tatizo la kuvuja damu kwa muda wa miaka 12. Maandiko yanasema kwamba yule mama alipokuja kuzisikia habari za Yesu, yeye alijiambia katika moyo wake, nikiweza kuguza pindo la nguo yake mimi nitapona. Ningependa tuangalie pale Marko mlango wa 5 mstari wa 25. Maandiko yanasema, basi mwanamke mmoja ambaye alikuwa ametatizika kufuja damu miaka 12, naye akawa ameteseka kwa mikono ya madaktari wengi na waganga, na akawa ametumia pesa zake na mali zake zote, na wala hakupona, badala yake hali yake ilizidi kuwa mbaya. 27. Alipokwisha kusikia habari za Yesu, yeye alikuja nyuma ya lile kundi na akagusa nguo yake. 28. Kwa maana alijiambia, nikiguza pindo la nguo yake nitapona. Msikilizaji, kuna mtazamaji hapa, kuna watu wawili. Kuna vikundi vya watu wawili. Kundi cha kwanza ni vipofu wale wawili. Wamepata uponyaji. Wewe pia ungependa kupona, na Yesu anaenda kukuponya leo katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa yako Yesu anaenda kuyaondoa yote kwa jina la Yesu Kristo. Anaenda kubeba changamoto ulizo nazo kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanatuambia kwamba wale vipofu wawili waliamini tu na wakapona. Yesu akamwambia, sawa sawa na kuamini kwako ikutendekee, na ikawatendekea. Mtazamaji unayenitazama, wewe unaamini vipi kwa jina la Yesu Kristo? Angalia huyu mama ambaye alifuja damu miaka 12. Yeye pia aliamini na alijiambia kwa moyo wake, nikiweza kuguza pindo ya nguo yake nitapona. Najua kwamba tumefundisha sana kuhusu imani ya huyu mama na jinsi alivyoweka bidii, akapenya katika kundi, akapenya kabisa japo alikuwa amekonda, hana nguvu, na akagusa pindo ya nguo yake. Lakini hebu angalia, huyu mama alijipatia namna ya kuamini na kupata uponyaji ambayo kidogo ilikuwa ni ngumu, ilikuwa ni nzito. Wale vipofu waliamini tu, hawakujipatia jukumu zito, walifupisha, walirahisisha kuamini kwao. Je, namna ambavyo unaamini kwamba Yesu atakuponya leo, umejiwekea, unajiambia nini katika moyo wako? Huyu mama alijiambia katika moyo wake ya kwamba nikiguza tu pindo ya nguo yake nitapona. Na pale kulikuwa na vizuizi. Mama alikuwa amevuja damu miaka 12, alikuwa ni mwembamba, alikuwa amekonda, alikuwa hana nguvu za kupenya katika umati. Lakini imani yake ilikuwa ni kwamba amejiambia mwenyewe akiweza kuguza pindo la nguo yake atapona. Hili kidogo lilikuwa ni gumu, maana ilibidi yule mama apenyeze katikati ya wanaume na vijana ambao ni wengi, wana vifua, wamekula vizuri, wamsukume, aanguke, ainuke, apenye, afikie pindo ya nguo ya Yesu. Alijipatia imani na mbinu ya kuamini na njia ya kuamini ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo. Kumbuka Yesu anasema, kulingana na vile unavyoamini ndivyo itakavyokutetekea. Huyu mama kwa maana aliamini kwamba lazima aguze pindo, ilimbidi aguze pindo. Lakini kuna uwezekano angerahisisha njia ya kuamini. Kwa mfano, angejiambia, nikimwona tu nitapona. Nikimwona tu, macho yangu yakimtazama tu nitapona. Na kwa kweli kama angemwona tu Yesu angepona, maana imani yake angeiweka katika namna ile. Kuna watazamaji mnanitazama na mna matatizo ambayo yanahitaji uponyaji. Umetatizika na magonjwa ya muda mrefu kabisa. Mengine nashukuru Mungu anaweza kunionyesha niko hapa kwenye studio na nitakuombea katika jina la Yesu Kristo. Kwa mfano, naona kuna mtu unaenda kuona hichi kipindi, una tatizo katika sehemu yako ya kushoto, hapa kando ya mbavu. Pale kuna tatizo. Na tatizo lenyewe ni kwamba kuna uvimbe ambao uko pale na uko ukitoa sana. Yaani inaitwa tumor. Ule uvimbe umekataa kupona, umekusumbua kwa muda mrefu. Hata sasa ukiguza unasikia pale kwa kweli kumejaribu kutibiwa kwa muda mrefu, na hata kumewekwa mabandeji yako pale. Ni kidonda ambacho kimekusumbua kwa muda mrefu, kinavimba, kinafanya usaha, kinatibiwa hakiponi. Je, leo unaamini vipi? Ningekuomba ufanye imani yako ili nyepesi.
Amini tu kwamba jinsi unavyosikia sauti yangu, jinsi unavyoniona, Yesu ameshakupona na utapona. Huyu mama angejiambia kwamba mimi nikimuona tu nitapona, kwa kweli angepona. Ama angejiambia nikisikia tu sauti yake nitapona, kwa kweli angepona. Kwa maana kanuni ni hii, Mathayo 9:29, sawa sawa na jinsi unavyoamini ndivyo itakavyokutendekea. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, leo ningependa kukuuliza, rahisisha kuamini kwako. Rahisisha kuamini kwako. Mnaonitazama na mmekuwa katika vitanda vya magonjwa kwa muda mrefu, kuna wale ambao unajiambia kwa moyo wako kwamba kama ungeshuka kwa hicho kitanda na ubebwe na uletwe kanisani na uombewe ndio ungepona. Kwa kweli hiyo ni imani yako. Imani ni nini? Kile unachojiambia kwa moyo wako kuhusu Yesu. Huyu mama alijiambia, mimi nikiguza pindo ya nguo yake nitapona. Akajipatia hiyo kama mbinu ya kupata uponyaji. Na tumeona kwamba ilikuwa na uzito, ilikuwa na ugumu, ilimbidi apitie changamoto kadha wa kadha. Lakini alikuwa na option, alikuwa na fursa, alikuwa na chaguo la kurahisisha namna ambavyo anaamini. Ningekuomba mtazamaji wangu, rahisisha namna unavyoamini. Usijiambie kwamba lazima uende ufunge siku 20, siku 40 ndipo Yesu akuponye. Usijiambie kwamba lazima uwe mtakatifu na msafi ndipo akuponye. Usifanye kupona kuwe kugumu. Usifanye kupata uponyaji wako, muujiza wako, usijiwekee mizigo mizito ya kukuzuilia kupata ule muujiza. Iondoe yote. Rahisisha namna ambavyo unamwamini huyu Yesu. Jina la Yesu lina nguvu, linaweza kukuponya. Hata vile unanitazama kwenye runinga hii sasa hivi, nguvu zake zinakugusa, zinakupiga. Jinsi unavyoniona na nguvu zake zinakugusa, zinakupiga hapo ulipo kwa jina la Yesu Kristo. Ni wengi ambao tumewaombea hata tu kwa simu na wakapona. Wiki ambayo imepita, nimepigiwa simu na mmoja wa watazamaji wetu, anatusikiliza katika redio ya Western Nyota. Akaniambia kwamba Bishop, mimi niko na mtoto amekuwa paralyzed ama amedhoofika upande wa kushoto wote, mkono na mguu, hawezi kutembea, ni kubebwa tu akienda chooni, kubebwa tu, na amepelekwa hospitali, ametibiwa hapo. Ni mama nilipigia simu kwa hospitalini. Mimi nikamuombea maombi mafupi sana kwenye simu. Nilipokata simu, mama alishuhudia kwamba yule mtoto alipona saa hiyo, akawa ni mwenye kwanza kukimbia, mwenye kwanza kucheza. Nilipopiga simu baadaye, nikapata mtoto ananisalimia kwa simu, ananiongelesha. Mama alirahisisha mbinu ya uponyaji wake. Ningependa na wewe leo urahisishe. Ndio inaonekana ni mlima, ni saratani imekusumbua, ni mlima, ni magonjwa yanahitaji operesheni, ni mlima, ni matatizo mazito ni mlima. Lakini leo ukirahisisha namna ya kuamini kwako, Yesu Kristo yuko tayari kukuponya. Kumbuka jina la Yesu lina nguvu, sio duniani tu, bali kuanzia mbinguni, duniani na chini ya dunia. Maandiko yanatuambia hivyo, Filipi mlango wa 2. Amini kwa urahisi, rahisisha kuamini kwako. Usijiwekee mizigo mizito kwamba lazima upande gari, lazima uende mbali, lazima uende uombewe kule India, ama uende uombewe ama utibiwe kule Marekani ama South Africa. Rahisisha kuamini kwako. Yule mama ambaye alifuja damu miaka 12 alijipatia mbinu ya kuamini ambayo ilikuwa na ugumu, ilikuwa na uzito. Wale vipofu wawili walijipatia mbinu ya kuamini ambayo ilikuwa ni nyepesi. Leo jiambie, mhubiri anapoenda tukuomba, hata asipotaja jina langu, mimi nitapona. Yesu atakuponya papo hapo kwa jina la Yesu Kristo. Nataka ujiandae kabisa, tengeneza imani yako na tutaomba. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wadhamini wetu wa kipindi hichi. Tuna wadhamini wawili. Asante sana station ya Western Nyota kwa kuweza kutupatia fursa hii, na Mungu awabariki, watende mema, wainue. Pia wadhamini wa pili ni shirika letu lisilo la serikali ama NGO, inaitwa Jacob Habenga Foundation. Naweza kuipata kwenye Facebook, kienda pale. Sisi tunafanya kazi mashinani. Kazi yetu ni kusaidia watoto ambao hawajiwezi, tunawapeleka mashuleni, tunawasomesha. Kitembelea mtandao wetu Facebook, Jacob Habenga Foundation, utatupata, utaona kazi ambazo tunafanya pale. Matoleo yote ambayo tunayakusanya katika vipindi vyetu tunapohubiri, tunapeleka katika shirika letu la kusaidia watoto ambao hawajiwezi, tunawasomesha, tunasaidia watu walio na changamoto katika communities zetu ambazo tunaishi. Kwa hivyo leo ningependa ukisikia kutoa na kusimama na kazi ya Mungu, yale ambayo tutakayotoa tutayapeleka
kwenye shirika letu tusaidia watoto tuwalipie karo za shule. Linaitwa Jacob Habega Foundation. Nambari yangu ya simu ni 0720695136. Pale unaweza tuma matoleo yako, na vile nimekuambia tunayapeleka katika shirika letu linaloitwa Jacob Habega Foundation, liko registered na serikali ya Kenya, na linatudhamini katika kipindi hiki tuweze kusomesha watoto. Tutembelee kwenye Facebook, inaitwa Jacob Habega Foundation. Utatupata, utaona kazi ambazo tunazifanya katika jina la Yesu. Mtazamaji, najua umejiandaa ili tukapate kuomba pamoja na wewe. Amini tu, weka imani yako iwe nyepesi. Kama unaweza kuguza pale ambapo wewe mgonjwa, guza pale. Kama una mtu ambaye hawezi kufika kwenye runinga na kunitazama, na wewe unaweza kutazama runinga hii, weka imani pamoja, tuombe. Na wewe utaweza kwenda kumuombea, utamguza tu kwa mkono na atapona. Tumeona jina la Yesu likifanya mambo makubwa. Tunawashirika katika makanisa yetu ambao wamepona magonjwa kama vile saratani, wako hai leo. Watu wao walidhani watakufa, lakini jina la Yesu lilibadilisha hatima zao, walipona. Tuko na watu ambao milango zao za kufanikiwa zilikuwa zimefungwa. Wengine walikuwa wamekaa hapa Kenya muda mrefu, walikuwa waende ng'ambo. Tuliwaombea, milango ikafunguka. Leo ni maraia wa mataifa ya kigeni kule ng'ambo. Tuko na watu ambao walikuwa na changamoto kadha wa kadha, na jina la Yesu likawatetea. Leo ni habari za uponyaji. Ningependa Yesu akuonyeshe wema wake kupitia kukuponya. Amini pamoja nami ninapoomba. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na waombea watazamaji wangu. Tazama, kuna wengi ambao ni wagonjwa na matatizo ya kiafya. Neno lako limetuambia sawa sawa na jinsi ambavyo tunaamini itufanyikie. Tazama, mtazamaji amekuamini, ameweka imani yake ndani yako. Sasa hivi namuinua katika mikono yako. Jinsi ambavyo amekuamini, Yesu wangu, mtendee. Nimemfundisha vile umenifundisha, kwamba nimueleze arahisishe imani yake, na ameirahisisha. Kuna wale ambao wanasema vile mhubiri anaomba, mimi nimepona, na achilia nguvu za uponyaji katika mwili wako. Zipokee, pona kabisa magonjwa yako yote katika jina la Yesu Kristo. Kuna wale ambao wanaamini, nikisikia tu sauti ya mhubiri, mimi nimepona, na achilia uponyaji katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Na naona kuna mtu unanitazama, uko na tatizo ambalo si lako wewe. Kuna mtu wa karibu na wewe ambaye anafaa kwenda operation. Anafaa kwenda operation in the next 3 weeks after wewe kutazama hichi kipindi. Anaenda kufanya operation ya tumbo katika jina la Yesu. Amini tu, nyosha mkono wako vile nimenyosha. In the name of Jesus, natangaza katika jina la Yesu, hiyo operation isifanyike. Huyu apone kabisa. Wanapoenda kumpima wapate amepona, na watakansa waseme hiyo operation haone haja ya kuifanya maana ameshapona. Nenda mweke mkono kwenye ile tumbo, atakuwa ni mwenye kupona katika jina la Yesu. Na ukiwa pale na wewe hujampa Yesu Kristo maisha yako, huu ni wakati wako kumpa Yesu Kristo maisha yako. Maana maandiko yanatuambia Yohana 3:16, kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie apate uzima wa milele. Huu ni wakati wako kumpa Yesu Kristo maisha yako. Uko pale na hujaokoka, nataka umpe Yesu Kristo maisha yako. Utarudia ombi hili nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Naamini ulikufa msalabani ili nisamehewe. Ulifufuka siku ya 3 nihesabiwe haki. Ninaomba nisamehe dhambi zangu. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti, niandike kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Kwa jina la Yesu, amina. Wacha Bwana Yesu akutende mema. Makanisa yetu yako katika taifa la Kenya. Tuko na kanisa Nairobi, kuja maeneo ya Kasarani pale stadium. Nyuma ya Kasarani kuna mtaa unaitwa Ngomongo, tuko na kanisa pale. Nambari yangu ya simu ni 0720695136. Wasiliana nami tuweze kuomba pamoja na wewe. Naona kuna watu bado wanazidi kupona. Hasa kuna mtu ambaye Bwana Yesu ananionyesha sasa hivi, wewe uko na tatizo katika makalio. Sehemu yako ya kushoto ya makalio una tatizo pale. Tatizo lako pia ni la uvimbe. Leo naona mauvimbe yanapona kwa wingi kwa jina la Yesu. Pia ni la uvimbe. Tatizo lako ni la makalio, sehemu ya kushoto. Pia pale una tatizo la uvimbe na uweze kukalia sehemu ile, umekuwa na tatizo sana. Jinsi ambavyo nimekutaja, Yesu amekuponya katika jina la Yesu. Na mwingine pia umekuwa na tatizo katika mkono wako wa kushoto. Eneo hili, sehemu ya ndani ya mkono wako wa kushoto, muscle hii sehemu ya ndani. Yesu naona anaiguza, anaiponya kwa jina la Yesu. Zidi tu kumtukuza Yesu, hata kama sijataja tatizo lako, zidi tu kumtukuza Yesu, atakuponya. Tuko na kesha katika makanisa yetu kila Ijumaa. Unaweza kujipanga uje katika kesha zetu za uponyaji kila Ijumaa. Tuko na kesha katika kanisa letu la CMI pale Ngomongo. Nambari yangu ya simu nimekupatia 0720695136. Nipigie, nitakuelekeza utakapofika pale. Njoo na matatizo yako yote, Yesu atakuwa ni mwenye kukuponya.
Nashukuru Mungu sana kwa wote ambao Yesu amewatendea. Piga simu hiyo, wasiliana nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bado naona uponyaji unaendelea. Kuna mtu ambaye umekuwa na tatizo katika shingo lako, na pia pale unafaa kufanyiwa upasuaji, unafaa kuwekwa pipes katika shingo lako, Zile pipes sijui za kufanya nini, lakini naona kuna pipes unafaa kuwekwa katika jina la Yesu. Umeamini, jinsi ambavyo umeamini, wacha uponyaji uingie kwenye shingo lako hilo katika jina la Yesu. Hiyo operation daktari utaangalia, watasema ulishapona, na watashangazwa sana na muujiza wako kwa jina la Yesu. Zidi kushukuru Mungu popote ulipo. Zidi kumpa Mungu utukufu, maana ndiye anayeponya. Jina la Yesu ndilo tulilopewa, linalotenda mambo makubwa. Kumbuka maandiko yametufundisha, rahisisha namna ambavyo unaamini kwa jina la Yesu. Na ukipenda kusupport kazi ambayo tunafanya, nimesema ya kwamba tuna dedicate matoleo yetu yote kwa shirika letu linaloitwa Jacob Habenga Foundation. Pale tunasomesha watoto mayatima na wasiojiweza, tunawalipia karo. Tuko na Facebook page inaitwa Jacob Habenga Foundation. Tutembelee pale kwa jina la Yesu. Mimi naitwa Bishop Jacob wa kanisa la Khumwitsomie International Nairobi, tuko Mungu, na pia tuko na makanisa Western Kenya. Kama uko Busia, maeneo ya Busia, tuko na makanisa pale. Katika Bodalangi tuko na kanisa mahali panaitwa Bulemia, njoo pale kuna kanisa la CMI. Tuko na makanisa maeneo ya Samia mahali panaitwa Muhwayo, tuko na kanisa pale, njoo pale. Tuko na makanisa sehemu ya Namuganda ukielekea Siopo, njoo pale. Nairobi tuko, nambari yangu ya simu 0720695136. Zidi kumtukuza Bwana, maana naona uponyaji unazidi kutembea. Naona watu wanazidi kupona kwa njia kubwa. Ijumaa hii niko na kesha nzito sana ya kuombea magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ambaye alikuwa amejiambia kwamba kama Mungu angekupatia nguvu na ufunge na uombe kwa siku 7, una hakika angekuponya. Wacha nikwambie, usijipatie mzigo mzito namna hiyo. Hata lazima uombe. Kwanza wewe ni mdhaifu sana, hata kuomba kufunga huwezi. Kuna watu ambao wana afya na wanafunga na wanaomba, wako milimani, wanaomba, wanakuombea wewe. Shikanisha imani yako na yao, na uamini tu kwamba vile mhubiri amehubiri, mimi narahisisha uponyaji wangu na imani yako, na upokea huo uponyaji bila kufunga na kuomba hizo siku 7. Ukishapata afya utapata nafasi ya kufunga. Kwa sasa kuna watu wanafunga wanakuombea. Hata sisi wahubiri tunafunga tunakuombea. Rahisisha imani yako. Usiweke mzigo kwamba lazima ufunge siku 7, siku 3, siku 5 ndipo upone. Amini tu kwamba vile mhubiri amekufundisha, Yesu anakutendea. Na ninakuona na kuinua kutoka katika kitanda cha magonjwa kwa jina la Yesu Kristo. Kutoka katika kitanda cha magonjwa unainuliwa in the name of Jesus. Kuna mtu ambaye amekuwa na tatizo katika kichwa chako. Pale katika kichwa kuna tatizo, umefanywa hizi zinaitwa CT scannings, na imeonekana kuna tatizo ndani ya kichwa chako. Tatizo lako kuna wakati linakupiga kizunguzungu, kuna wakati linakuangusha chini. Sasa hivi Kristo naona anaguza kabisa ndani ya kile kichwa. Anafanya operation kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Hilo tatizo haliko tena, kizunguzungu kimeondoka, wala hutozimia tena. Nenda daktari akuangalie katika jina la Yesu, utapata kwamba ulishapona. Kumbuka ni jina la Yesu ambalo linakuponya, sio mimi mhubiri. Mimi ni chombo tu ambacho Yesu anatumia kuhudumu na kukuletea wewe uponyaji. Ni Yesu ametupatia nguvu za kukuponya. Amini kwa huyu Yesu aliyesulubiwa msalabani ili wewe usamehewe. Nashukuru sana mtazamaji wangu. Wacha Mungu akubariki, wacha Mungu akutende mema. Majina yangu ni Bishop Jacobs. Niko katika Facebook page Bishop Jacobs World Evangelism, tuko pale. Na labda ukitaka sisi tuje tushiriki na wewe neno la Mungu, labda uko katika kanisa ama uko na mkutano ambao unahitaji mhubiri akuja kufundisha neno la Mungu, ama tu ni mkutano wa familia ungependa Bishop njoo, familia yangu inahitaji maombi, na uite wa ndugu, wa dada, watoto wote mkae pamoja tufundishane neno la Mungu. Nambari yangu ya simu ni hiyo 0720695136. Pia kama una matoleo yako tuma pale, na yale matoleo tumeyadedicate kwa shirika letu la Jacob Habenga Foundation kusaidia watoto ambao wazazi hawawezi kuwalipia karo za shule. Nazidi kuwa na uponyaji. Kuna mtu ambaye unanitazama na wewe mguu wako wa kushoto nyuma tu ya kisigino pale kuna tatizo. Mguuni wa kushoto nyuma ya kisigino kuna ule mzizi mkubwa unakonga chini ya mguu wa kushoto nyuma ya kisigino hapo. Huo mzizi umekuwa na tatizo kwa muda mrefu. Wewe huwezi kukanyaga kwa sababu ya huo mzizi. Umekuwa ukikuuma kweli. Unaamini tu kwamba Bishop vile anaomba kwenye TV
mimi nimepona. Basi pokea uponyaji wako. Anza kukanyaga chini, anza kutembea, utapata umepona. Nakumbuka mwaka wa 2001 nilikuwa nikitembea mitaani na nilikuwa nahubiri injili, nikifanya witnessing mwaka wa 2001. Nikakutana na jamaa ambaye alikuwa amekonda kweli kweli na alikuwa anatembea na mkongojo. Nikamsalimia, nikamuuliza, jamaa, shida gani?" Akanionyesha mguu wake. Mguu wake ulikuwa na uvimbe kwenye paja, uvimbe kabisa. Na akaniambia kwamba ule uvimbe hufika mahali inabidi apeleke hospitalini Kenyatta, daktari waweke pipes ndio wavute na kufyonza usaha ndipo saweze kutembea. Na kutembea ilikuwa ni shida. Na ni mtu mzima, na familia na watoto, na mke. Ilikuwa ni kwenda choo anabebwa. Ilikuwa ni kwenda bafu anabebwa. Popote ulipo kama unanitazama ilikuwa ni wewe. Hebu piga simu kashuhudie watu. Nilipokutana naye nikamwambia, basi vile tu tumekutana, vile tu tumeongea, ninakuambia kwamba baada ya siku 7 utakuwa unatembea vizuri. Nitarudi hapa baada ya siku 7, nitakupata unatembea vizuri, utakuwa unabeba ukienda choo, ukienda bafu. Sikumwombea, nilimtangazia neno. Mwaka 2001. Mimi nikaenda, nilikuwa kijana mdogo wakati ule. Nashukuru Mungu kwa neema ambayo ametujalia kuhubiri tangu tukiwa watoto vijana. Baada ya siku 7 nikarudi, nikampata pale pale, amevaa vizuri, anatembea. Nikamuuliza, kwako ni wapi? Akanielekeza. Tukaenda, tukapata ameita ndugu, dada, watu huko wote wameketi. Nikaingia pale, nikawafundisha habari za Yesu. Kweli akatembea, tukaenda naye hadi choo ile alikuwa akibebwa akienda, tukarudi naye hadi sitting room. Wakafurahi na wakafurahia Yesu na wakampa Yesu maisha yao. Nambari ya simu 0720695136. Yesu anaweza yote. Tumemwona akitenda mambo makubwa yasiyowezekana kwa mkono wa binadamu. Amini tu katika jina la Yesu. Asante sana mtazamaji, na tuombe tunapokamilisha kipindi. Bwana Yesu, asante kwa watazamaji wangu, na wabariki katika jina la Yesu. Naomba kibali chako na neema viwe na wao. Naomba watende mema, wainue, wabariki, wapiganie, watetee. Asante kwa wale ambao wameapply applications za kazi na wanaamini kwamba waitwe kwa interviews na wapite. Na kutangazia hiyo interview, nenda ukaifanye, utapita katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale ambao wamekuwa na tatizo. Kuna mtu unakuwa umekuwa na tatizo la ulimi wako. Ulimi wako umekuwa na tatizo. Na unaogopa kwamba labda ni saratani. Unaogopa. Wewe mwenyewe unaogopa kwamba labda ni saratani. Maana ulimi ule una dalili za kuoza na unatoa harufu mbaya na ni vigumu kwako kuongea, hata kula chakula ni ngumu. Sasa hivi kwa jina la Yesu naachilia uponyaji. Nguvu za Roho Mtakatifu zinachoma huo ulimi. Yesu anakuumbia ulimi mpya, utamea ulimi mwingine mpya. Hiyo sehemu iliyokuliwa na magonjwa ambayo wewe unaogopa ni saratani imekwisha kuondolewa kwa jina la Yesu. Baada ya siku 3 kutakuwa na tofauti kubwa sana katika ulimi wako. Ningependa sasa hivi chukua picha, piga huo ulimi. Maana baada ya siku 3 kutakuwa na tofauti kubwa sana. Piga tena ulimi baada ya siku 3 picha kwa simu, na utashuhudia kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa kabla hujaombewa na hivi ndivyo ilivyokuwa baada ya kuombewa. Yesu anazidi kutenda. Asante Yesu kwa wale wote ambao wanaenda visa za kwenda ng'ambo, applications za interview za kwenda mataifa ya nje. Tunawaombea, waache zile applications ziweze kupita katika jina la Yesu Kristo. Kuna mtu unanitazama na unasema wewe uliapply green card na una wasiwasi ya kwamba labda hautaitwa, zitatoka mwezi wa 5. Na kutabiria kwa jina la Yesu ukaitwe katika interview na ukafanikiwe na ukaweze kwenda taifa la Marekani na ukabarikiwe kule na ukasimame na kazi ya Mungu hapa Kenya yetu. Pokea utukufu Yesu wa mbinguni, maana umetenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Naitwa Bishop Jacobs, niko katika mitandao ya Facebook kama Bishop Jacobs World Evangelism. Pia tuko na shirika letu lisilo la serikali linaitwa Jacob Habenga Foundation. Pale tunasimama na watoto ambao hawawezi kujisomesha, ana wazazi wa kuwasomesha, tunawalipia karo. Na sasa hivi tunahitaji msaada wako wewe mtazamaji wetu, maana watoto wale ni wengi na sisi wenyewe kwa mikono yetu hatuwezi tukawalipia wote. Tuna idadi ya watoto wengi sana. Ukienda pale kwenye Facebook page yetu utaona tumetembelea mashule kadhaa. Tumeenda shule ya St. Mary's Girls, tuko na watoto pale wanaitisha msaada. Tunashirikiana vizuri na walimu wa pale. Na ningeomba kwamba tuma matoleo yako tuweze kuyadedicate katika kulipia watoto karo. Jana nimeambiwa kwamba kuna wale ambao wamefukuzwa wako manyumbani, wananipigia simu wananiambia, dadi, mimi ni baba yao, mimi ni baba ya wengi, tumefukuzwa. Basi toa matoleo yako yaweze kusomesha wale watoto. Jacob Habenga Foundation ndio shirika letu. Enda kwa Facebook utatupata pale, tuona kazi ambazo tunazifanya katika jina la Yesu. Nambari ya simu 0720695136. Kanisa letu liko sehemu ya Ngomongo, Nairobi. Pale unakuja unashukia Safari Park. Chukua kama ni bodaboda ama umekuja mwenyewe na gari lako, pita mbele ya Kasarani Stadium, ingia na kisema umefika Ngomongo. Pale tuko na kanisa. Tuko na kesha kila Ijumaa, tuko na ibada za kila Jumapili.
kuanzia saa 4 kamili hadi saa 7, ibada za uponyaji na ukombozi. Kila Ijumaa tuko na kesha za nguvu sana. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akutende mema kwa jina la Yesu. Kama una ushuhuda, tafadhali piga nambari hiyo ya simu, shuhudia yale ambayo Kristo amekutendea. Nashukuru sana. Wacha Mungu ni mwenye kukubariki. Asante sana. Karibu mwami.